Naam, karibu tena katika siku nyingine na kipindi kingine. Leo tutazungumzia self-discipline au nidhamu binafsi. Tukizungumzia self-discipline ni uwezo wa mtu kujizuia na kudhibiti hisia zake, tamaa zake na vishawishi ili kufanya mambo yanayoleta maendeleo na mafanikio ya muda mrefu. Mfano, kuamka mapema kila siku, kufanya kazi au kusoma badala ya kulala tu. Na lengo kubwa la kujifunza nidhamu binafsi au self-discipline ni kwa sababu ya kujua umuhimu wake. Ukiwa na nidhamu binafsi utasaidikaje katika jamii au itakusaidiaje katika mambo yako unayoyafanya. Cha kwanza, nidhamu binafsi huongeza ufanisi kazi kwa sababu lazima uwe na ratiba. Utatengeneza ratiba yako ambayo itakuwa inakuongoza katika ufanyaji wa mambo yako. Pia itakusaidia hiyo katika kuzingatia muda. Lakini nidhamu binafsi huimarisha tabia ya maadili. Yaani utaepuka vishawishi vya haraka kwa sababu maisha yako yote utakuwa unayafanya kutokana na ratiba ambayo ulikuwa umeitengeneza. Lakini pia nidhamu binafsi huongeza kujiamini. Yaani ukiwa unajua unachokifanya, lakini pia ukiwa na uwezo wa kudhibiti kwamba kitu unachokifanya unaweza ukakitimiza, lakini ukiwa na uwezo wa kudhibiti maisha yako, hiyo ni lazima itaongeza uwezo wa kujiamini katika ufanyaji wa mambo yako. Lakini pia nidhamu binafsi hupelekea mafanikio. Na hii ni kwa sababu utakuwa unafanya vitu kwa wakati wake. Ni namna gani unaweza kujenga self-discipline au nidhamu binafsi? Ni kwamba kitu cha kwanza ni lazima uweke malengo yako wazi. Maana yake ni kwamba lazima ujue unafanya nini au unataka kufanya nini. Lakini kitu cha pili ni lazima uandike ratiba yako ya siku. Lazima ujue siku yako inaanzia wapi na itaishia wapi. Lakini kitu kingine ambacho ni cha umuhimu unatakiwa ukizingatie ni kuepuka visingizio. Kuna watu wanashindwa kufanya vitu na mwisho wa siku wanatoa sababu ambazo sio za msingi au visingizio. Ni kwamba ni lazima ili ufanikiwe katika mambo yako au katika kujenga self-discipline, ni lazima ujiambie kwamba nitafanya sasa. Yaani usiweke zile option mara mtaji wangu ni mdogo, mimi sitoweza jambo hili kwa sababu ni ngumu au watu wengi wameshafeli. Hivyo visingizio vitakufanya kupoteza nidhamu binafsi. Lakini pia kitu kingine ni jikumbushe malengo yako kila siku. Yaani kila utakapotaka kuondoka nyumbani kwako au kila utakapoamka ni lazima ujikumbushe malengo yako kwamba naenda kazini, malengo yangu ni yapi, au naenda kazini, malengo yangu niliyokuwa nimepanga kwa siku ni yapi, au unataka kwenda kufanya biashara zako, ni lazima ujue malengo ya kwenda kufanya biashara yako kwa kila siku ni yapi. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ukifanye ili kujenga self-discipline, jizawadie unapofaulu. Watu wengi huwa wanasahau kujizawadia watakapokuwa wamefanikisha mambo yao. Yaani kama ni mwanafunzi amefaulu katika masomo yake, anashindwa hata kuweka kasherehe kadogo kujizawadia katika kitu ambacho amekifanya katika masomo yake. Kama ni mfanyabiashara, ni lazima uangalie ni jinsi gani ya kujilipa ili kuonesha ni jinsi gani umepambana kufikia malengo yako ambayo ulikuwa umeyatengeneza. Kumbuka kwamba nidhamu binafsi si rahisi, lakini ni silaha ya kila mtu aliyefanikiwa. Unapokuwa na nidhamu binafsi, unajenga maisha bora, unajenga kesho njema na heshima binafsi. Kama huwezi kujiongoza, huwezi kufika mbali. Kwa hiyo, ni lazima ujisimamie, jiamini na jipe nidhamu. Mafanikio yatakufuata.